Hili ni kaburi la mababu, ni kaburi lote ni la mababu. Hili babu zetu walikuwa wajumbe huko nyuma. Kibena tulitaka marugaruga au rugaruga, waliokuwa zamani nafikiri wanaelewa. Basi marugaruga hao waliitwa na Wajerumani, pango lao lilikuwa hapo juu la Wajerumani. Kwa hiyo waliitwa kuja huku, walikuja kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza waliokuja kwa kuitwa kutoka huko mbali, walifika hapa wakavishwa majoho. Kwa mfano liko wapi? Hilo. Basi hayo majoho au makanzu yalikuwa meupe, yalipendeza. Sasa wao walichotaka, walitaka waje wengi, waje wafia waue. Kilichofanyika, waliwarudisha hawa wachache kwamba rudini nyumbani kwenu huko mkawaite na wenzenu ambao hawakuja. Ni kweli walivyorudi kwao huko wamevalia makanzu. Unajua nguo zamani zilikuwa hakuna. Basi waliporudi kule wamevaa majoho yale, wamependeza, wakavutiwa na wale waliobaki nyumbani. Wakapangiwa tarehe fulani mjeni hapa. Wakaja. Walipofika hapa wasijue kuna nini, walisimamishwa foleni hapa kama mlivyosimama hivi. Hawa Wajerumani wakawatwanga risasi wao bila kujua. Wakatumbukia kwenye shimo hicho. Kwa hiyo walizikwa hapa. Kwa hiyo lengo la wanawake kuja hapa ni kwamba hii sehemu pia iweze kutambulika, sehemu ya babu zetu, watawala zetu wa zamani iweze kutambulika, iwe na sehemu pia ni ya kitalii. Na tunamshukuru Mheshimiwa Mkurugenzi wa Halmashauri ya Njombe ameweza kuikumbuka na kuweza kuitangaza ili iweze kutambulika mbali zaidi. Asante sana. Baada ya kusema haya, naomba nikarimishe ndugu zangu. Tunapenda katika halmashauri yetu ya mji iwe kama ni kumbukumbu, kwa sababu sidhani kama katika halmashauri yetu kuna eneo kama hili hapa. Kwa hiyo sasa, ili kupaboresha, tunashukuru hata walivyoanza kupaboresha, manake kwa kweli pangesahaulika. Lakini hata vile vile tunapenda kushukuru mzee wetu, mzee Magema, umeshatupa stori ndefu ambayo wote, kwa mfano hata mimi nilikuwa sijui katika makuzi yangu hapo Ruangwa, lakini nilikuwa sijawahi fika hapa. Nashukuru sana kwa kuniheshimisha leo hii nije nipate na stori nzuri kama hii hapa. Lakini lazima ujumbe utamfikia mkurugenzi wetu ili tuendelee kupaenzi mahali hapa, sababu ni kumbukumbu nzito sana.
kwa kujishughulisha na fursa mbalimbali zilizotolewa kwenye eneo letu, fursa ambazo kimsingi ni matunda ya uwekezaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wananchi wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake wa kata hii tumefanikiwa kuwa na jukwaa la wanawake ambalo limekuwa likisaidia katika kuwaunganisha wanawake wengi katika shughuli tofauti tofauti. Aidha, katika kujikwamua kiuchumi, jukwaa limefungua mradi wa duka ambalo ni mali yake pamoja na kuwa na akaunti ya benki kwa ajili ya kujiwekea akiba, kufuatia kauli mbiu ya maadhimisho mwaka 2026 isemayo haki na usawa kwa wanawake na wasichana. Jukwaa pia limekuwa likijishughulisha na utoaji wa elimu kwa vijana ili waweze kujitegemea katika maisha yao ya kila siku na wasichana pamoja na unyanyasaji wa kijinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni dhamira yetu sisi wanawake wakifanya kupambana na umaskini kwa kujiongezea kipato, kudumisha fikra sahihi za kimaendeleo na hatimaye kuwa na Tanzania mpya ifikapo mwaka 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kufikia malengo tuliyojiwekea kwa kuzingatia mpango wa maendeleo ifikapo mwaka 2050 na pia kwa kuzingatia haki kwa wanawake na wasichana, kata ya Kifanya pamoja na vijiji vyake. Siku zote waga tunautokomeza wamama, tunaongea udumavu, tunautokomeza toka mtoto akiwa tumboni. Mtoto anatokomeza udumavu toka akiwa tumboni. Kitu cha kwanza tunachotokomeza udumavu wa kwanza ni udumavu wa nini? Udumavu wa nini mtoto tunatokomeza akiwa tumboni? Wa akili. Tumeona wapendwa? Udumavu wa nini? Wa akili. Mama unapokuwa na hasira, mama unakuwa na kinyongo, mama unakuwa hauko sawa, mtoto anacheza tumboni? Achezi kwa ajili ya nini? Hasira. Kwa hiyo siku zote tunasema hivi, mtoto anapokuwa tumboni, mama umeshika ujauzito, inatakiwa uwe na furaha na amani muda wote. Na unapotoka kubeba ujauzito, kabla hujabeba ujauzito, sasa mfanye maandalizi. Ndio. Hayo maandalizi yanafanyika kati ya baba na mama. Kwa kufanyaje? Kwa kula milo iliyo kamili. Tusitafute watoto tumetoka kwenye nini? Kwenye viambule. Tumeona wapendwa? Tukiwa tunatoka huko, mama umekunywa pombe zako, chakula hujala. Baba umetoka huko umeenda kunywa machicha, chakula hujala. Mnaenda kushiriki kwa ajili ya kutafuta mtoto. Mtoto atakayepatikana pale atakuwa na akili timamu? Hapana. Kwa hiyo kinachotakiwa, baba ule chakula vizuri, milo iliyo kamili, kula chakula cha kuongeza nguvu. Ya maadhimisho ya wanawake duniani kwa kata ya Kifanya tumesherehekea katika kijiji cha Utengule. Na lengo la kusherehekea, kitu cha kwanza ni kuwakutanisha wanawake, kuzitambua fursa mbalimbali. Kitu cha pili ni kutambulisha maeneo ya utalii yaliyopo katika kijiji chetu. Kitu cha tatu ni kuwafanya wanawake wasiwe tegemezi, wajue kujitegemea kwa kuwaletea wajasiriamali mbalimbali, kuwafundisha vitu tofauti tofauti ambavyo vinaweza wakajikwamua kwa maisha yao. Maeneo ya utalii ambayo tumetambulisha ni maeneo ambayo yanaweza kuwa fursa kwa wanawake, kwa sababu mfano kwenye mto Elela na vyanzo vya maji ambavyo wanaweza wakafuga samaki endapo lile bwawa linaweza likatengenezwa. Pia maeneo ya makaburi ya mababu zetu wa kale ambao waliuawa na Wajerumani, maeneo yale tumeamua kuyatengeneza vizuri ili kiwe kivutio cha utalii ambao wanawake wote wanaweza wakaja na wakajifunza kupitia maeneo yale. Kwa upande wa hivi vivutio vya utalii, baada ya kuvitangaza, mnategemea nini juu ya kuviendeleza? Kuviendeleza kwake, kwanza tutapata wawekezaji wengi. Wale wawekezaji watakuja na fursa nyingi. Kina mama wakitengeneza bidhaa zao watauza kwa upana zaidi, kwa sababu kutakuwa kuna mchanganyiko wa watu tofauti. Kopo tukichukua iwe na malengo, sio ili mradi tu umechukua unachokwenda kufanyia hukijui. Wewe unalenga ni kitu gani naenda kukifanya, ndipo unaweza kupata mafanikio. Tunaadhimisha sherehe hizi
za wanawake, naomba wanawake wenzangu tuheshimu utu wetu, tusiwe kwa ajili ya kujidhalilisha wakati wa sherehe hizi. Tuheshimu utu wa mwanamke. Hata mnavyosema labda wanaume wananyanyasa, kumbe ni malezi ya sisi wanawake, kwa sababu hata hao wanaume ni watoto wetu sisi wenyewe wanawake. Tusimamie malezi, naona tutakwenda vizuri. Mwanamke lazima uwe jasiri. Mwanamke lazima uwe mjasiriamali. Na kama mwanamke lazima uwe na madeni. Usipokuwa na madeni utabweteka. Mtikio gede niangaike uniamke saa 11 kufanya nini? Kwanza nina mdeni. Kule ni kubweteka kule. Watu hawajuaje, wanasema mtu fulani ana madeni. Yule ndio mwenye akili. Kwa sababu anajua nikope ili nifanye kazi, ili nipate nguvu ya kufanya kazi, ili niendeshe familia yangu. Na siku zote mwanamke ni chumvi. Mimi hapa ni diwani, lakini mkifika pale Kibondeni mtaona nimevaa mabuti, nipo kikazi zaidi. Aidha nazunguka na shughuli zangu zinazonipa 100. Nashangaa wananishangaa. Diwani hapo yupo na anahangaika hivi. Yupo anachota maji, yupo anauza mgawa. Ile ndio kitu iliyonifikisha hapa nilipo. Kwa hiyo sitakiwi nidharau kazi yangu hata siku moja. Kwa hiyo sasa na nyinyi wanawake wenzangu nawaasa fanyeni kazi. Na watoto wetu hawa tulionao, yani tuwatunze kwa kupitia kazi. Tuwafundishe kufanya kazi. Yani mimi waga nataabika pale nikishashinda pale kijiweni. Kuwakuta wale vijana wanazunguka pale waga naongea moja kwa moja. Sitaki mtu anitamkie mimi kukopa la kuniomba. Kuomba kumepitwa na wakati saizi. Ndio. Kabisa mimi niwaambie ukweli katika makuzi yangu. Sijai mimi kumomba mgongo hela hata 100. Wakati nilitoa wale unipeli 500 ya unywela. Mwisho. Yaani hapo ndio naolewa hapo ndio alinipa 500, lakini mpaka dakika hii nina watoto 5, nimewasomesha shule yani sio hizi za kawaida. Shule kabisa za private. Kwa kupitia bila mnavyoniona. Kwa hiyo fanyeni kazi wanawake. Kopeni sana ili akili zije. Kopeni ili akili zije. Yaani wewe bila deni wewe sio mwanamke. Unajua utabweteka kopa. Mikopo saizi ni mingi sana. Yaani mikopo ni mingi. Yaani kama mtu anataka kwa kukopa hata kwangu aje. Nitamuelekeza akakope afanye kazi alipe, familia iweze kutunzwa iwe na acha kama tulivyo. Mimi nashukuru sana. Wanawake wote mna nyuso nzuri kwanza mmeelewa siku yenu ya leo. Yaani mliofika hapa wote mnatambua kitu. Ndio. Sasa tunaomba tu mwakani yani sherehe yetu iwe mara 2. Yaani wale wazee ambao hawajafika tuwaambie tu yani mnakosa mengi. Ndio. Yaani hata mimi leo nimefarijika. Nimefarijika kwa sababu yani mimi nipo Longo hapo nilikuwa sijui hapo Mashujaa nilikuwa napasikia lakini leo nimefika. Tunamshukuru Mungu. Hata halmashauri imechangia kwa ajili ya kupeleka pale mahala pale salama. Yaani pale lazima tupapiganie patengenezwe vizuri ili bwana mimi nilikuwa sijafika. Lakini leo nimefika, nimefurahi sana. Yaani nimejifunza kwamba kumbe hata wale wa Boma ya Lindi jamani wanahitaji msaada. Yaani hawatakia hata kukesha huko mpaka usiku. Kwa daraja hilo jinsi lilivyo, lakini kama mimi diwani sasa lazima nipiganie halmashauri wafanye kitu hapa. Siku nyingine mtisikia jamani kuna mkutano wa diwani